Naam, ni Aprili 5 ya mwaka 2026. Karibu kwenye kipindi cha Sports Highlights ndani ya Mogolo TV. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya kimichezo na hasa ni sikukuu ya wapenzi wa kandanda wenyewe ambao leo kutakuwa na mchezo wa Mzizima Derby kwa maana ya Simba dhidi ya Azam Football Club, lakini sherehe hii itaanzishwa na sherehe nyingine kabambe kwa maana ya kwamba leo ni siku kuu ya Pasaka, siku ambayo Wakristo wengi wamekuwa wakiweka kumbukumbu ya kukumbuka mateso ya Bwana Yesu Kristo mpaka kufufuka kwake. Mimi ni Baraka Jumanne, mwenzangu ni Jackson Emmanuel. Karibu sana, tuendelee kukupa nondo za kimichezo zaidi. Jackson, kumekuwa na mitazamo mingi tofauti kwa wapenzi wa kandanda, wachambuzi wengi, lakini kiufupi tupate historia pengine hali ya timu zote mbili kuelekea mchezo huu kwa siku ya leo. Kwa kifupi tu kwamba historia hizi timu mbili ni historia ambayo ina balance kwa pande zote mbili. Ukitazama kwa maana ya kuzilinganisha ni kwamba unaweza kusema historia zinalingana. Zinalingana katika maana gani? Historia zinalingana katika maana ya matokeo yaliyopo kwa sasa kabla mchezo wa hii leo kuchezwa. Na maanisha kwamba tangu wameanza kukutana, Simba walipoanzishwa mwaka 1936 na Azam FC mnamo mwaka 2007, wamekutana almost mara 12 katika mechi za matukio tofauti. Hivi karibuni wamekutana mara 12. Katika hizo mara 12 Simba ametoka na ushindi mara 3, Azam akitoka na ushindi mara 3, wakiwa wamesale mara 6. Kwa unaweza kaona kwa takwimu hizi ni wazi kwamba timu zote mbili zinakuwa zina balance katika mdhani katika maana ya historia ya matokeo. Lakini kabla hatujaelekea kutizama wale key players kwa timu zote mbili, hapa kuna vita ya makocha vikosi vya timu zote mbili. Kuna Ibenge kwa Azam, lakini kuna Steve Barker kwa mara kwanza wanakutana. Naam. Ni wazi kwamba hao ni makocha ambao ni wazoefu, kwa sababu ukiangalia Ibenge ni kocha mzuri ambaye amewahi kufundisha virabu kadhaa duniani huko ndani na nje ya Afrika, lakini pia Steve Barker vile vile ni kocha ambaye bado yuko ukurasa wake bado uko vizuri katika maana ya kwamba timu ambazo alifundisha huko nyuma, lakini pia ndani ya kikosi cha Simba Sport Club, pamoja na kwamba kumekuwa na sare nyingi sana katika timu ya Simba Sport Club ambayo yeye ndo mwalimu kwa kipindi hiki, lakini bado Steve Barker anatazamiwa kuwa ni mwalimu ambaye anaweza kaivusha Simba Sport Club kutoka hatua moja kwenda nyingine ama katika mbio za ubingwa mwaka huu. Ukitizama makocha vikosi vya timu zote mbili, kila mmoja amekuwa ni muumini wa mfumo wake tofauti. Steve Barker amekuwa na mfumo wa 4-1-4-1, mfumo ambao unakuwa unampa mpinzani namna ya kucheza, lakini inakuwa ni katika hali ya mtego. Lakini ukija kutizama upande wa Froley Benge amekuwa na mfumo wa 5-3-2. Hii ni mifumo ya aina gani kuelekea mchezo huu? Yes, hii ni mifumo ya kimbinu ambao walimu mara nyingi wanakuwa wakiweka kulingana na kwanza na timu anayocheza nayo, lakini pia mwalimu anatumia mfumo kulingana na aina ya ligi ambayo anacheza. Huyo Ibenge ukimchukua kampeleka timu ya South Africa, utakuta anatumia mfumo mwingine. Unakuta anatumia 3-3-1 au anatumia mfumo mwingine tofauti na huo. Lakini kwa nini anatumia 5-5 anatumia 5-2 ni kwa sababu ya ligi anayofundisha kwa sasa, lakini pia wachezaji alionao katika kikosi vile vile mpinzani anayekutana naye. Ndio maana unaona mifumo inabadilika, lakini kwa ufupi tu ni kwamba mifumo yote miwili ambayo inatumwa na walimu inakuwa inalenga kupata matokeo chanya. Kwa hiyo Ibenge anapotumia mfumo wa 5-3-2 na Steve Barker anapotumia 4-4-2, hawa walimu wote mifumo yao wanatarajia wape matokeo chanya. Ndio maana nikasema hapo awali kwamba mwalimu anapokuwa anapanga mbinu ama anapopanga mfumo fulani, maana yake ameambatanisha na mbinu, lakini pia ameambatanisha na uwezo wa wachezaji wake, kwamba kwa kutumia mchezo huu maana yake nikiweka wachezaji wawili mbele, nikaweka wachezaji watatu katikati na nikaweka wachezaji wanne nyuma, maana yake ni kwamba natarajia wale wawili wanajiweza kulishambulia lango la mpinzani wakiwa na huo uwili wao, lakini pia
pia huyu mwingine kwa nini ameweka mabeki wengi kwa maana ameimarisha zaidi safu ya ulinzi ni kwa sababu anaamini pengine wachezaji wake kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja hawezi kustahimili, ndio maana anaamua kuwapa nguvu kila mmoja. Wanawake wanapokuwa wengi manake wanakuwa na ule uwezo wa kushikamana kuweza kumwataki adui, kuweza kuondoa katika half space yao ambao hawatakiwi mchezo kuchezeka huko. Sawa Jackson, nikukatishe hapo, lakini sasa tunaelekea kutizama takwimu za wachezaji ambao ni wa kuchungwa katika vikosi vya timu zote mbili kwa maana ya Simba pamoja na Azam. Tuanza na upande wa Azam, wapo wachezaji ambao ni wa kuchungwa. Yupo Faisal mwenye mabao 7, lakini yupo Idi Nadu mwenye mabao 5, yupo Jean Jacques Ngita mwenye mabao 4, lakini yupo pia Jefte Bora Kitambara, moja kati ya wachezaji ambao kwa Azam Ibenge amekuwa akiwatumia sana, amekuwa akimpa positive impact. Kwanza currently tufahamu kwamba Faisal Salim Feitoto ni mmoja wa wachezaji ambao wanafukuzia zile mbio za mfungaji bora wa ligi mwaka huu. Kwa hiyo kwa kwanza na hiyo hoja, tafsiri yake ni kwamba Faisal Salim katika mchezo wa kesho ni mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa sana, kwa sababu anacheza na spirit za almost 3 chachu kutoka sehemu kubwa 3. Sehemu ya kwanza Faisal chachu yake ya kwanza ni kwamba anahitaji kupata magoli katika mchezo wa kesho ili aweze kujisogeza zaidi katika mbio za kuwania mfungaji bora, lakini pia chachu ya pili ni kwamba Faisal huyo anahitaji kuipa matokeo timu yake Azam FC katika mchezo wa hii leo. Vile vile Faisal anatakiwa kumaintain ile picha kwa mashabiki, kwa maana ule uwezo wa Faisal ambao mashabiki wa Azam FC wanaujua, anahitaji Faisal mwenyewe kuweza ku-maintain na kuendelea kuibakisha ile picha endelee kuwepo. Lakini pia kwa mchezaji mwingine katika kikosi cha Azam FC ambaye naweza nikasema katika kikosi cha leo kama atakuwepo anapaswa kuchungwa zaidi ni Idi Nado. Idi Nado tumemwona akiwa anafanya vizuri katika michezo mbalimbali ndani na kuwepo kwa Mohamed Hussein amekuwa akisumbua sana eneo. Naam. Ndani ya ligi lakini pia katika kikosi cha Taifa Stars amekuwa ni mtu ambaye anaonekana, though unaweza wakati mwingine usimuone katika matukio mengi sana, lakini unaweza kumuona katika matukio nyeti sana. Nikisema hivyo sijui unanielewa Baraka. Maana yake anaweza ni mmoja wa watu ambao, lakini ukitazama hapa kuna namna unaona kama Azam anakwenda kucheza na Simba, kuna kukamia kiasi fulani hivi. Kukamia tunasema ama ni game planning. Yes, tunasema ni ila sio kukamia. Badala yake tunasema tunasema tunabeba silaha kulingana na namna na adui ambaye tunaenda kukutana naye. Leo ukikuta watu labda wanapiga nyoka, sio sawa na mtu ambaye anaua nge ambaye anaweza kumsigana tu na kiatu akamaliza, lakini unapoenda kupiga nyoka maana yake lazima ubebe silaha ambazo zinastahili. Kwa hiyo michezo ambayo ikipita hapa nyuma Azam FC amekutana na timu mbalimbali, lakini namna ambavyo walikuwa wanacheza kuanzia mifumo, hali ya wachezaji ilikuwa ni tofauti na mchezo huu kuelekea dabi ya Mzizima. Kusema kukamia ni mawazo ya kishabiki, lakini ile ni hali ya mchezo. Maana yake watu wazima wanapopigana wote wanakuwa wamekaza, kwa sababu kila mmoja hataki kuwa mdhaifu kwa mwingine. Kwa hiyo ile sio kukamia, badala yake ni definition ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo unamaanisha kwamba unavokuwa unampiga nyoka ni tofauti unapiga labda sisimizi, ni vitu vile tofauti, kwa maana kwamba maandalizi anapokuja kucheza na timu kubwa ni tofauti na anapocheza na timu ndogo. Yes, na tafsiri sahihi na fupi zaidi ni kwamba hata unapobeba mzigo unatumia nguvu kulingana na mzigo unaobeba. Sawa Jackson bwana, bila kupoteza muda kwa uchache sana, wachezaji wa Simba ambao ni wa kuchungwa zaidi, yupo Selemani Mwalimu mwenye mabao 6, lakini yupo Rushende Rock, lakini yupo Anse Ura, lakini yupo Libase Geye. Hawa wana mabao mawili, lakini Rushende Rock akawa na mabao 3. Ni wachezaji wa aina gani kwa upande wa kikosi cha Steve Becker? Kwa upande wa kikosi cha Steve Becker naweza nikasema kwamba kwanza kabisa Libase Geye ni mmoja wa wachezaji ambaye pamoja na kwamba hana magoli mengi katika ile orodha ya wachezaji wa Simba ambao wana magoli mengi, lakini Libase Geye ni mchezaji wa kuchungwa sana, kwa sababu yule katika mchezo anatumika kama katika
kikosi cha Simba Sports anatumika kama chumvi katika mboga, katika maana ya kwamba unaweza kuwa umepika mboga nzuri lakini ikikosa chumvi inaweza isiwe tamu. Kwa hiyo Libasege, wachezaji wa Simba Sports kikosi kinaweza kucheza vizuri, lakini chemistry yake katika kuwalisha wachezaji ambao wanapaswa kudumbukiza magoli katika lango la mpinzani anafanya kazi kubwa. Amekuwa akitoa assist za kutosha. Angalia takwimu za magoli mengi ambayo yamefungwa na wachezaji wa Simba, Libasege amehusika kwa namna moja ama nyingine. Anaweza isiwe direct assistance lakini akawa second assistance. Nikisema hivyo nafikiri unanielewa. Ni kwamba yule ambaye ametoa pasi ya mwisho goli likafungwa, mpira anaweza kama amepokea kwa Libasege. Unaona? Kwa Libasege ni mchezaji ambaye ni mchezaji wa thamani, na naweza kusema kwamba kwa siku ya kesho ni SMG katika mchezo, na maanisha leo mchezo wa leo saa moja. Yes, Libasege naweza nikasema kwamba ile ndo SMG ya Steve Becker kwa siku ya leo. Lakini wachezaji wengine ambao unaweza kumzungumzia ni Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya jambo muda wowote. Ndo kama nilivyomzungumzia Idi Nado wakati nazungumzia wachezaji wa Azam. Idi Nado na Selemani Mwalimu wana tabia zinazofanana ama taswira zinazofanana katika maana ya kwamba Selemani Mwalimu anaweza sionekane katika matukio mengi lakini akaonekana katika matukio nyeti. Kwa Selemani Mwalimu hata kama dakika zimeisha, ndio wale tunasema wachezaji ambao sio kukatia tamaa kabisa. Selemani Mwalimu anaweza kaipa timu matokeo muda wowote, saa yoyote, ili mradi tu referee hajapuliza kipenga cha mwisho. Sawa Emmanuel Jackson, lakini kwa uchache mchezo huu umeuchambua kiufundi. Sasa tunataka kufahamu mchezo huu, namna ambavyo maandalizi ya vikosi vya timu zote mbili, makocha umewazungumzia kwa uchache, lakini wachezaji umewazungumzia, lakini hatujamzungumzia mchezaji mmoja kwa upande wa Simba ambaye ameonekana kuwa ni bora na kuwa msaada mkubwa kabisa katika kikosi cha Simba Sports Club, kwa maana ya Clatous Chota Chama. Hata kama ukimtizama katika mchezo ambao wamecheza tarehe 2 na Coastal Union, alionekana kutoa mchango mkubwa licha kwamba hakumaliza dakika zote 90. Clatous Chota Chama ni mmoja wa wachezaji ambao ni muhimu na ni wachezaji ambao wamecheza dabi nyingi. Clatous Chota Chama ni mchezaji ambaye amecheza dabi nyingi akiwa Simba kabla hajaondoka kuelekea Yanga, lakini pia vile vile nje ya NBC amecheza dabi nyingi huko nchini kwao Zambia. Sasa tunapozungumzia Clatous Chota Chama, unaweza kusema kwamba hili ni half goal katika maana ya kwamba unapokuwa na Clatous Chota Chama katika kikosi chako, dakika 45 za kwanza anaweza kufanya jambo, lakini dakika 45 za pili hakikisha kwamba asipokufunga basi atatoa assist. Na zile skills zake. Yes, kwa sababu gani nimesema Clatous Chama ni mchezaji muhimu katika mchezo wa leo? Ni kwa sababu half goal, kwa maana kwamba unapokuwa na mchezaji kama Chama, nimesema ni half goal kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye anaweza akasababisha au akafunga muda wowote. Yes, labda ni mzungumzie kwa uchache mchezaji ambaye ametoka South Africa katika kikosi cha Mamelodi Sundowns, Lucien Delok. Lucien Delok katika mchezo wa kesho, katika mchezo wa leo ni mchezaji ambaye sasa unaweza kusema hii ndio nguzo iliyosimamisha jengo katika kikosi. Kwa maana tumekuwa tukiangalia performance yake katika michezo iliyopita, tumeangalia pia kwenye derby ya Kariakoo dhidi ya Young Africans. Lucien Delok amefanya kazi kubwa apart from kuzuia, lakini pia tumeona Lucien Delok amefanya kazi kubwa, anatengeneza mashambulizi, anasogeza kikosi mbele, anahamasisha, anawaelekeza wenzake, lakini pia vile vile Lucien Delok ana pumzi ya kuweza kusimamia mchezo kwa dakika zote 90. Unaweza kusema kwamba Lucien Delok ni beki ambaye kwa upande wa Azam ili waweze kupata matokeo wanahitaji pia kutumia akili, sio nguvu. Kwa sababu Lucien Delok ukitumia nguvu utapigwa kadi na utaathiri, ukaigharimu timu yako, lakini ukitumia akili ndio utaweza kumpita Lucien Delok. Anatumia akili na maarifa makubwa sana, ndio maana unaona performance yake haichuji kama ambavyo wachezaji wengine performances zinabadilika. Naam, sawa Jackson Manuel. Kwa uchache sana tumalizie katika eneo la goalkeeping kwa timu zote mbili, kwa maana ya Simba probability kubwa ni Mamadou Tanja Kasali, lakini kwa Azam yupo Manula, moja kati ya wachezaji ambao mwanzoni kwa katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hawa ni magolikipa wa aina gani na wanapaswa kufanya nini katika mchezo wa leo? Tukianza na Kasali ni goalkeeper ambaye
ni goalkeeper ambaye uwezo kambedha kwa kweli, kwa sababu pamoja na kwamba Simba Sports wametoa sare nyingi sana katika msimu huu kwenye mechi zao ambazo wamecheza, lakini ukiangalia Kasal amefanya kazi kubwa sana, kwa sababu sasa inapotokea swala la kusale, maana yake goalkeeper wenu amezuia zaidi mashambulizi, lakini wachezaji wenu wameshindwa kufunga. Unapata tafsiri? Ni kwamba goalkeeper anapokuwa imara, maana yake ni kwamba anasaidia kuweka lango salama, lakini inabaki ni kazi ya wachezaji washambuliaji kule mbele. Wakishindwa kufunga, maana yake hilo ni jukumu lao wenyewe, lakini goalkeeper nafasi nyingi labda wameshindwa kuzitumia. Yes, kwa sababu kutengeneza nafasi za kufunga goli sio kazi ya goalkeeper. Haihusiani kabisa. Lakini kazi kubwa ya goalkeeper ni kuhakikisha lango linakuwa salama. Kwa upande wa Azam FC yupo Aish Salmanula, goalkeeper ambaye bado taswira yake, pamoja na kwamba hapa katikati kabla hajatoka Simba kurudi Azam FC alionekana kuwa na madhaifu kadhaa, lakini kwa sasa anaonekana kuimarika zaidi. Kwa sasa anzia kumzungumza Manula pikipiki, anzia tu kumzungumzia Manula. Tuendelee kwa hiyo? Endelea tu. Kwa hiyo kwa upande wa Azam FC unaweza kumwangalia Aisal Manula, pamoja na kwamba alikuwa na madhaifu kidogo kabla hajarudi Azam, lakini kwa sasa unaona kabisa Aisal Manula ameshaanza kurudi kwenye fomu yake, na natumaini kwa sababu ya uzoefu wa dabi ambazo amecheza. Unajua goalkeeper, miongoni mwa goalkeeper ambao wamecheza dabi nyingi sana katika ligi kuu ya Tanzania bara ni pamoja na Aisal Manula. Kwa hiyo anazijua mbinu za dabi, anajua mikakati ya dabi, na anajua pia kuisimamia michezo ya dabi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba magorkipa wa pande zote mbili wako vizuri, ingawa wanahitaji pia usaidizi wa mabeki, kwa sababu nasema goalkeeper peke yake hatoshi kabisa kulifanya lango kuwa salama. Sawa, Jackson Emmanuel, kwa kumalizia, kulingana na muda ambao tulikuwa nao hapa studio, tahadhari gani sasa makocha pamoja na vikosi vya timu zote mbili ambazo wanatakiwa kuzichukua kabla ya mchezo huu? Kabla ya mchezo wa leo, makocha wa pande zote mbili ni tahadhari ya muhimu kabisa ni kwamba wawe serious na mchezo, kwa sababu wawahimize wachezaji wao wawe serious na mchezo, waache show game, kwa sababu inawezekana mechi ya leo matokeo yatakayotokea inawezekana yakaathiri timu au yakaipa faida. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu Simba wakipoteza dhidi ya Azam, maana yake watakuwa wameisaidia Yanga kusogelea ubingwa zaidi, lakini pia Azam wakipoteza, maana yake ile nafasi ya pili katika msimamo wa ligi, ambao Azam akiwa wa pili mpaka ligi inaisha, maana yake ataenda kushiriki Champions League, lakini Simba maana yake ataenda shirikisho, si ndio? Kwa matokeo ya leo, namna ambavyo atakavyokuwa yatakuwa na athari kubwa sana katika timu, katika matokeo na katika kikosi kwa ujumla. Kwa walimu tu wachukue tahadhari ya kuwahimiza wachezaji wao kuwa serious na mchezo, lakini pia wahimiza wachezaji wao kuweza kuyatekeleza ama kuzifanyia kazi zile mbinu ambazo walimu watakuwa wamewafundisha. Sawa, hizi ni timu mbili ambazo zinatengeneza maana ya Mzizima Derby pale jijini Dar es Salaam, na ikumbukwe kwamba kabla hawajakutana basi walikutana na timu ya Dar es Salaam Africans, moja kati ya timu ambayo ilikuwa ni sumbufu, lakini wote wamefanikiwa kutoa suluhu ya bila kufungana. Simba akicheza na Yanga akatoa mchezo huo kwa bila kufungana, lakini pia Azam akaenda kucheza naye na Yanga bila kufungana, mpira ukamalizika hivyo. Lakini hapa Jackson, hapa hatuweki mjadala, kwa tunadokezea kile ambacho mtazamaji wa Mogolo TV anapaswa kukifahamu. Naam, nafikiri ni mengi sana mtazamaji wa Mogolo TV ambayo umeyasikiliza na kuyatazama kwenye kipindi hiki cha Sports Highlights. Sisi tutakuwa tuna la ziada hapa. Kinachosubiriwa ni dakika 90 za mtananganya, mchezo ambao utapigwa majira saa 1 kunako dimba la Benjamin Mkapa. Nikwambie tu kwamba Sports Highlight ndani ya Mogoro huwa inakujia mara moja kwa wiki, hivyo kama mkao wa kula next wiki kutakuwa na kipindi kingine tena cha michezo. Mimi ni Baraka Jumanne, mwenzangu alikuwa ni Jackson Emmanuel, nyuma ya kamera alikuwepo ni Alexander Mogoro. Uwe na siku njema.